So, okay, mwendelezo wa tips zetu za kiafya kupitia platform yako ya Afya Yako Utajiri Wako hapa. Sasa leo hebu tuone ni madhara gani ambayo yanakuta wanaume ambao wanafanyiwa ile prostate gland surgery, ambao wanafanyiwa upasuaji wa tezi dume. Madhara yapo mengi, nimeeleza mengi, na haya pia ni miongoni mwa madhara. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ufahamu, tezi dume ni kiungo ambacho kila mwanaume anakuwa anacho, na kila mwanaume anazaliwa na tezi dume yake, ila inakuwa ni changamoto au shida mara baada inapokumbwa na changamoto fulani. Sasa madhara gani ambayo yanamkuta mwanaume ambaye amefanyiwa upasuaji huo wa tezi dume, au ambaye atakwenda kufanyiwa upasuaji wa tezi dume? Tunasema prostate gland surgery. Madhara ya kwanza, mtu huyu anakuwa na riski kubwa ya kutokushiriki tendo la ndoa miezi 6 mpaka mwaka. Kwa maana fupi ni kwamba huyu anakuwa hashiriki tendo la ndoa na mwenza wake kwa miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Hiyo ni impact ya kwanza. Lakini madhara ya pili, mtu huyu anakuwa ana riski kubwa sana ya kupoteza maisha. Watu wengi ambao wanafanyiwa upasuaji wa tezi dume wanakuwa ni wenye kupoteza maisha kwa namna moja ama nyingine. Lakini kitu kingine, mtu ambaye anafanyiwa upasuaji wa tezi dume anakuwa ni weak katika kuperform tendo la ndoa. Kwenye kuperform tendo la ndoa, mtu huyu anakuwa ana udhaifu mkubwa, aidha au ni mtu ambaye anakuwa anashindwa kutungisha ujauzito wa mwenza wake. Hilo ni la kwanza. La pili ni mtu ambaye anaweza practice tendo mara baada ya kumaliza akashindwa kurudia tena. Lingine ni mtu ambaye anaweza kawa anazalisha mbegu ambazo ni weak, ni dhaifu, haziwezi kutungisha ujauzito. Lakini pia hapa katika pati ya uzazi tunampa yeye nafasi ya kuweza kuwa ni mgumba au tasa, kwa sababu tu amefanyiwa upasuaji wa tezi dume. Lakini impact nyingine ni kwamba mtu huyu anakuwa ana riski kubwa ya kuwa anapata maumivu makubwa sana katika eneo lile ambalo amefanyiwa upasuaji. Kwa hivyo yapo madhara mengi sana ya tezi dume ya mtu kufanyiwa upasuaji, lakini haya ni baadhi ambayo ni very potential. Kwanza, unakuwa una riski kubwa katika pati ya mfumo wa uzazi, lakini pia unakuwa wewe ni mtu ambaye utapitia maumivu makali, lakini tatu, lazima unakuwa una riski kubwa ya kupoteza maisha. Sasa nini ufanye? Tezi dume ni pati ambayo inaweza ikatibiwa pasipo kufanyiwa upasuaji. Hii ni kufahamu tu ukubwa wa tatizo umekaaje, upo vipi, na mwisho wa siku uweze kupatiwa kitu ambacho kina relate na changamoto uliyokuwa nayo. So kitu sahihi au njia sahihi ya kufanya, tutafute katika mawasiliano yetu ambayo tunakuwekea kwenye clip hii na yaliyopo juu ya bio yetu hapo, uweze kupata msaada wa kitaalamu zaidi wa kuanzia elimu ya kutosha kuhusiana na tezi dume, njia sahihi ya kuprevent tezi dume yako, kuilinda kuanzia isipate changamoto au tayari ambayo imeshapata changamoto, lakini pia namna sahihi ya kufanya wewe uweze kuepukana na tatizo hili pasipo kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo tumia mawasiliano yetu tuliyoweka hapo uweze kupata misaada hiyo na uweze kuishi vizuri, kwa sababu tezi dume ndio msingi wa mwanaume wa wanaume wake. So make sure tezi dume tunailinda. Na mbaya zaidi sasa hivi tezi dume, kipindi cha nyuma ilikuwa tunaweka riski kwamba inakuta kuanzia watu wenye miaka 45 na kuendelea changamoto hii ya tezi dume. Lakini sasa hivi kutokana pia na lifestyle, mfumo wa maisha ambao tunauishi, changamoto ya tezi dume inawakumba hadi watu wenye umri wa miaka 18 plus. Hapo ndipo hatari inapoanzia na ndipo changamoto ambavyo inazidi kuwa very speedy sana.